amekuwa baba yangu sasa hivi, lakini kuna walezi aliyetupita na kupita mpaka hii hadithi inayosema hii ofisi, yaani ni jasho mamangu, tumefanya hivi. Unajua kuna namna ile akizungumza mtu kwa umri wake watasema kweli. Sasa mpaka mzee tunamtesa. Baba anasema tukikutana na watu 18 tunaonekana hatujaoga. Tutaoga maji yako wapi? Maji yako wapi? Lile jambo likisemwa kwa mkurugenzi au kwa mkuu wa wilaya, ataanza kupiga simu kwa mzee walikuja hapa. Walikuwa hivi na hivi. Hebu jamani wasaidieni haya mambo huko yafanyike kule. Mara nyingi sana jina limekuwa likinitoka. Nimefurahi sana, kijiji chenu ni kizuri, kina hali ya hewa nzuri, lakini nimefurahi kuona shughuli za kilimo ambazo zinaendelea na udongo una rutuba. Kwa kweli hongereni sana. Tunasema wakina mama wa zamani wana vibuyu ya kuweka chakula, hakuweka maziwa na kuweka loshoro. Kama una maziwa unachanganya au unakula unakunywa, au baba akiingia mwingine baba akiingia unampa ile kibuyu. Sasa hivi hamna mama, hamna, kwa sababu hawa wakina mama unakuta mzee amepata gunia 5 ya mahindi, anauza yote, anaenda kunywa pombe. Watoto wanaangamia na njaa. Wanaume wapate elimu waweze kulisha watoto, sio wamama. Maana wamama anasubiri ulete. Mama anaamka asubuhi shambani, akirudi mambo ya jikoni, akitoka jikoni ni kuni, kutoka jikoni maji. Sasa saa ngapi atapumzika? Takwimu zinaonyesha kwamba kwa mwaka mtu mmoja anakula magunia 3 ya mahindi. Magunia mangapi? 3. Familia mmevuna, huyo ni mtu huyu. Sasa kama una familia ya watu 6, unahitaji magunia mangapi? 9. 18. 18. Mmevuna magunia 5. Umechukua magunia 5 yote umeuza. Hii familia haitapata njaa. Na ikipata njaa ndio mwisho wa siku sasa mama ametoka kujifungua, hata maziwa yatoki, atampa mtoto nini? Hamna. Tunadanganyana sasa, namtengenezea viuji vya vesi na unakuta ni uji hauna chochote. Hauna, ni maji tu. Ni maji tu, ni kweli. Anakosa mtoto virutubisho. Tunamwanzishia mtoto chakula wakati utumbo wake bado haujakubali kuchukua chakula kutoka nje. Tunatengeneza mtoto magonjwa. Mnaanza kupata magonjwa kwenye mfumo wa hewa. Mtoto wa damu inapungua kwa sababu mwili umekosa kinga. Mwisho wa siku huyu mtoto hata anapokuwa mwili wake unakuwa kushambuliwa na magonjwa kwa sababu mwili hauna kinga. Na kinga inatengenezwa kwa vyakula. Jamani, tumeelewana? Baba alikuwa anatuambia mababu zetu zamani huko walikuwa wanaishi miaka 104, 105, 100 na ngapi, kwa sababu miili yao inakula vyakula vya asili, vyakula vizuri ambavyo haviathiri afya zao. Lakini sasa hivi mtoto miezi 3 tunaanza kumpa chakula. Huo umri mrefu ataupata sangapi? Vyakula vyenyewe tunavyo hapa ndo hapa. Tumepita huko mashamba mengi yana matumbaku, tumbaku zimejaa. Mahindi ni machache. Na hata mvua ikinyesha ile sumu ya tumbaku inakuja kwenye mahindi. Hayo mahindi uji huo tunampa nani? Mtoto. Tunatengeneza kizazi gani?